Habibu Plus. Mkombozi huyo Habibu Plus amepatikana. Sasa magonjwa sugu yamepata tiba, tumeletea suluhu kwenye zetu shida, na kule kuhangaika patashika, tumepata hatima. Habibu Plus ya kwetu bora tiba. Habibu Okama homa ukinywa kabisa unapoa. Habibu Plus hakuna corona, yote magonjwa inapoa. Habibu Plus Okama homa ukinywa kabisa unapoa. Habibu hakuna corona, yote magonjwa inapoa. Habibu Maajabu 18 hajakuacha uteseke. Wamekuja na Habibu Plus. Ni dawa na ni kinga ya magonjwa mbalimbali yatokanayo na virusi aina zote. Maajabu 18 wapo Kinyerezi mwisho, Dar es Salaam. Kuwasiliana na Maajabu 18 piga simu namba 0737611733 au 0712335000. Maajabu 18 wapo katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube kwa jina moja tu, Maajabu 18. We want to try the procedure recommend. Tunaangalia kwanza pale tuliposhia katika hatua ya 18. It's an vitro. Anasema nimeongea na mke wangu. It's an advancement in science. We can have tukapata wazo children as we want. Tukapandikize mtoto anatokana sayansi. Then have no William. Hapana William. Not. Sitaji mjukuu wa design hiyo. Grandchild brought about by science. Mjukuu anatokana sayansi. Sterile William. Wewe ni tasa William. I want a grandchild. Nataka mjukuu family's flesh and blood. anatokana nyama na damu ya familia hii. You can accuse. Hapo ndipo sisi tulipoishia katika hatua ya 17. Na sasa na wakaribisheni kuitazama hatua ya 18. Inaitwa The Poor Heiress, ikiwa na maana ya urithi wa maskini. Well. Nite Shiganga, nite professional, the kiss guy wa kweli kabisa, msukuma kwanza lengia mjini. Than a rat? Bado niko sambamba na wewe. Go that low. 0655284576. Live bila chenga tunawasiliana. I'm sorry. Pamekuwepo malumbano kati ya Charles, Nato pamoja na Grace. Hii ni kwa sababu ya Nato hamsaidi Grace. Where did you get that? Anapokuwa na shida kama anataka pesa. But he just gave me a tip where I could find your daughter. Benny amempigia simu Charles. Father. Anampa habari ya kwamba miaka 15 iliyopita hatimaye Elizabeth ameonekana sehemu. Look for his daughter with Diana. But that child is dead, right? Are you certain about that? Many have claimed to have found my daughter Elizabeth. There's a woman claiming that she knows the background of the child. Asili huyo mtoto kwa maelekezo ambayo niliyopata that your daughter disappeared. Ni sema ambao mimi naifahamu. Anything Master Ming says, he said that Charles's daughter will bring good luck and is the appointed heir. Sasa huku ni malumbano kati ya William na mkewe. William kumbuka ni tasa. I don't want to be disappointed, especially father. I'll take care of it. I'll look for her and talk to her. Basi nitazungumza na wewe. I could easily tell if she's bluffing. Hurry up and find her. Bring her. Acha mtafute huyo mtoto. Alafu mlete hapa nyumbani. You can rate members of this family. I'm not going to. Ina maana kwamba kama umesikia mazungumzo mengine ya Charles na babako, itakuwa hatari kwa mtoto atakapokuja hapa. We need to. Lazima tufanye kitu. Lazima tumpate msichana huyo haraka. Grace, usiku kuna sehemu anaelekea. Anastasia akiwa amelala, kuna ndoto inamwijia ya miaka 15 iliyopita. Elizabeth anachukuliwa. Elizabeth! Anamkimbilia yule mshika mtoto. Elizabeth! Akakulupuka kutoka katika usingizi ndani mwa ile ndoto. Can we be sure that the girl we're going to find is not an imposter? Tunaweza kuwa na hakika juu ya msichana. It would be easy. Ambapo umesema kwamba tayari taarifa zake zimeshagundulika kwamba yupo. Ndio, lakini tutapima katika kipimo cha DNA. Nimefikiria njia ambayo ni nzuri tu. Give Elizabeth. Na hiyo itakuwa ni udhibitisho wa kumjua Elizabeth kama ni kweli anatoka katika familia hii. Bloom is still with her. Ikiwa yeye ndo mrithi wa familia yangu. Heiress. Namtaka mrithi wa kweli. Mrithi harisi. Kanonoka binti. Kuna gari napita. Alishindwa kunyuka mapema. Gari sijajua kama lilimgonga ama la.
Kuna mtu anatoka ndani mwa hilo gari. Hey Nato. Hey Nato. Isn't home yet. I Imekuwaje? don't know. Unaanza kuhusu Gracie. Already. Sijajua. Yaani sijajua mpaka sasa yuko wapi. Something might. Anaweza kuwa wapi sasa? Kwa nini kimemtokea? See, I got jealous. With the rich guy she's falling for. Hii ni kosa langu. Yes, I said some really hurtful. Nilikosea tu ghafla, akakasirika akaondoka. Do you love her? Kwa hivyo, unampenda kweli Grace? When we were still kids, Tulipokuwa wadogo, I already loved you. tulikuwa tuko tayari kabisa kupendana Then kama kaka na dada. tell her that. Sasa kwa nini ukuwahi kumwambia kama unampenda na kimapenzi? She doesn't love me back. Don't you worry about it, Nato. Lakini unajua nini Nato? I'm on your side. Mimi niko upande wako. So Charles, Mr. Benny has arrived. Mr. Charles, Benny amekuja kuonana na wewe. Mr. Benny amekuja kuonana na Mr. Charles. Did you bring her? Umemleta? Ndio nimemleta. So, what happened? Nini kimetokea? She's here now, Father. Yuko baba, ameletwa. Wanashangaa. Charles. Kuna binti aletwa hapa. Wana George, William. I would like to introduce to you Ningependa kuwajulisheni. Elizabeth Wong. Huyu anaitwa Elizabeth Wong. Wanashangaa. Elizabeth Wong ameletwa. Tukimwangalia hafanani kabisa na yule ambaye tunamfahamu kama Grace. Huyu mwingine huyu. And where did you find this one, Benny? Ben, umempata wapi huyu binti? Down south, near your rest house. Alipatikana kando mwa pwani. Adoptive parents told me. They were on vacation Wazazi waliomlea during the time she disappeared. waniambia kwamba walimwokota pembezoni mwa pwani. Back. It's late. Come on inside. It's time. Hebu rudi ndani nyinyi. Excuse me, are you related to Grace Malyari? Samani. Yes, why do you ask? Hapa ndipo anapokaa Grace Malyari. Ndio. Car accidentally hit her. Kuna bahati mbaya imetokea, nilimgonga katika gari. What happened to her? Nini kimetokea kwake? Nakuuliza. You're overreacting. Nato, mbona kuwa na hasira hivyo? Mimi niko salama. Isn't it obvious? I was so stupid I sprained my ankle, but I'm okay. We should even... Mimi niko salama sasa. He brought me home. Ameleta nyumbani, itokea kama bahati mbaya tu. Thank you. I'm sorry. Asante, samanza mheshimiwa, samani sana bwana. Da, hasira hizo. What on earth happened to you? Nini kimekuta wewe? What is your name? Jina lako ni nani? And tell us who raised you. My name is Jina langu Alana. That's what... naitwa Alana. Because they got me from the sea. Binti akajitambulisha. They were Anaitwa Alana. kind to me. They didn't have any children. Ambapo yeye alikuwa akiishi katika familia iliyoko pembezoni mwa pwani. But your real parent. Na wazazi wale waliomlea. Why didn't you look for them? Akaulizwa. Wazazi wako wako wapi? But I still couldn't forget the day Elizabeth was taken away from me. Sometimes I think about... Kuna wakati mwingine shangazi wanakaa nafikiria, kuna ndoto zinanijia za mwanangu Elizabeth. She's okay and is doing all right. Na inanipa kabisa hali ya kuwa mwanangu yuko salama. She has a real mother looking for her. Does she even know that I'm right here, waiting for her, and that I love her very much? Anamwelezea shangazi. I failed my daughter miserably. Yani wanisikia sana pindi napokuwa namkumbuka binti yangu. Iliyopita everything sio kosa. According to destiny's plan. Ila tu mpango kamili unatakiwa ufanye ni kuangalia mambo mengine. He owes us both an apology and an explanation. There. Kuomba msamaha na maelezo haya hayawezi kujitosheleza. I'm sorry. It's my fault why this happened. Oh, basi Gracie, pole sana kwa kile ambacho kimekutokea. Assuming everything that happens to me is... Unajua yote ilikuwa sababu yako wewe. It's my fault, but I'm doing okay. Basi mimi nashukuru kwa sababu niko salama. Ila ni kosa lako. It's not. Okay, I won't. Basi. Good to hear. They said I was sick back then. Wazazi wangu walikuwa ni wagonjwa. So they brought me to the hospital where I stayed for a week or so. By that time, muda ulipofika, away. Mimi nikiwa ni mdogo, walinipeleka hospitali. Province anymore.
walinipeleka katika hospital nikakae kule. Lakini that's when they told me I was adopted. Ndipo nilipopata msaada mwingine wa familia kunilea. Kwa mujibu wa maelekezo ambao ndio waliniambia wazazi wangu. Yaani kwa maelekezo ni kwamba alivyoambiwa kwamba wazazi wako kwa wapi, akaelezea kwamba wale walionilea waniambia kwamba walinipata mahala ambapo ilikuwa ni hospital na wale walikuwa wanaishi pembezoni mwa pwani. The things that our mind cannot understand, our hearts already know. Mioyo yetu huwa iko tayari ili kujua ukweli zaidi. I will meet my real family, you know. Anasema nahitaji kuifahamu familia yangu sasa. Na uniambia kwamba kuna kitu ambacho familia yangu ilinipa. Kidali kile. Kwamba familia ile watamjua kupitia kidali hicho. It's already late. What are you still doing here? Oh, I'm just wrapping up. Mbona umechelewa? Nini nimefuata hapa tena? Just to remind you. Shachelewa na sisi tunatoka kuondoka. Our messenger will be the one to go to the correctional tomorrow. Correctional? Women's correctional? Hebu sikiliza. Marekebisho? Anastasia, what is this all about? Anastasia. Hii nini tena? Let me do this. Shangazi. Hebu ngoja nifanye hivi kwanza. When a mother Najua is separated from her daughter. I'm just Najua ninavyojihisi vibaya sana juu ya mwanangu mimi. to each other. Lakini nataka kuwa karibu yake. Your wife's earrings, Charles. Sasa huyu anamuuliza, My child. mwanangu, baba. Ndio anatambulisho sasa kuambiwa huyu ndio baba yake mzazi. Anaitwa Charles. Subiri kidogo. Remember, the jade here looks bigger than mother's. Kutoka kile ambacho kimetokea. It's been a long time since we last saw. Sikia ndugu yangu, ni muda mrefu sana uliopita. That father had something engraved in the back of it. It's very easy to copy the design. But no. Kitu hiki kiliandaliwa na kudizainiwa. Yes, but just the same. Na kikiwepo kwa ajili ya mjukuu wa baba. Does that mean we should easily accept this girl into our family? Into our home? I'm going to have them undergo DNA testing. Basi ni vyema mkafanya vipimo vya DNA kuangalia kama kweli ni damu ya hii familia. When we have money and I'm able to, vipi tuna pesa? We'll both go to ya kutosha kweli kufanya chochote? If you really wanted to, there's nothing to stop you. Sijajua katika wallet yangu kama kuna pesa, maana natakiwa niende sasa shule. Nimechelewa. Backpack and I are such a huge burden to your family. And then once mother gets out of jail, there will be 3 of us. Mamangu najua yuko jela. It's okay. I don't see a problem with that. Hiyo sio shida sana. You're free to go. Haya mama. Uko huru sasa. Unatakiwa uondoke. Mrs. Malyari, here's the business card of Anastasia C. You can just call or visit her. Hii ni kadi. You need to find yourself a job. Kwa yule aliyekusaidia kama utahitaji kuongea naye kwa kazi, kwa nini? Basi mtafute kwa namba hiyo. By the way, Mr. Castor is looking for some workers. Huh? Because he and his wife are in the catering business. If you want, you could talk to him. There might be some work for you. Catering? I'm not a good cook. Unajiandaa anaondoka lakini anampa mawazo bibie. You wouldn't know. You just keep thinking you can. Kwamba usingemjua yule bila mimi. Kwa sababu ulikuja pale ninapofanyia kazi na ukamuona ni bosi wangu. Oya, baadaye. Me too, I have to go. Na mimi pia naondoka. Prison now. Sitaki kukaa hapa. I want to see you, right? Well, nataka kutembelea tena. I want to visit her. Attorney C. Basi na mimi nitakutembelea baadaye. It's just a small amount, so you could get by. Na hiki ni kiasi cha pesa ambacho kitakusaidia kwa kuanzia maisha. Kuna kiasi kidogo cha pesa amepewa. This is Diana. Huyu ni Diana. I think I look a bit like her. Nadhani namfahamu. Yes, you do. Ndio manake. This is your mother. Na huyu ni mama yako. Beautiful. Ni mzuri eh? Mwangalie. Kaoneshwa picha ya Diana. You're right. My mother is really so beautiful. Hakika kweli mamangu ni mrembo. But why did she give me up? Is she my long lost grand? Kwa nini aliamua kuniacha? Yes, according to this book. It is Elizabeth. Nitasubiri matokeo yake ya kuwa kama mrithi Charles wa hii familia. Nimesema kwamba wakapime kwanza DNA. Found my lost grandchild. Nione kama kweli ni mjukuu wangu anatoka katika damu ya familia hii. My legacy. Nitaendelea kumtafuta mrithi. She lost you. Wa hii familia. But how can a mother lose her own flesh and blood?
when you were still a baby. Unajua ulikuwa mdogo sana kipindi hicho. Wakati unapata matatizo. Keep you na away from our family. Baada ya kujua kwamba umepotea, kumbe umetekwa nyara na watu wasiojulikana, tukakupoteza. Mamako alipata matatizo. You were gone. Aliondoka. Hey guard, can I enter? No, you can't. Hey, haiwezekani tena. Darn life. Haiwezekani tena. Hi Grace. Habari yako Grace? You're miffed again? Umekuwa tena hapa? Happy today? Weren't she so mad at me the last time because I was getting scrap metal? Come on. Ngoja nijue kama umekuja kuokota vyuma ama vipi? Something might happen to you. Niambie kuna kitu kama kimekuta kibaya? You're pretty. It would help if you would. Ni nzuri kuniambia, pengine naweza nikakusaidia. Tuzungumze basi. Angalia nguo zako. For your information, hivi I do take a nguo zangu sasa zinakuhusu nini wewe? Sundays, and I do change my clothes. Kila Ijumaa na Jumapili unabadilisha nguo. And you, do you think you're unajiona uko vizuri sana, sio? You always criticize people. I never meant that. It was just a suggestion. And why? Wakati unaendelea kuongea yote. Is it my birthday? Is there a feast? Is it Christmas? It isn't right. Yeye unataka kuniona nikiwa nimebadilika kwenye birthday, kwenye Christmas au kwenye sherehe yote? People who change. Mimi nilivyo ndo hivyo. Break a sweat. You instantly run to your car and your drivers will put powder on your back. Hey! I like that. That's just for babies. You like me, don't you? Mimi sio mtoto ujue. I don't like you at all. Not in your life. Are you sure you don't? Sipendi ufuatilie maisha yangu, unajua. Wearing a belt, those tacky shoes and even the way. Hebu angalia ulivyovaa mkanda wako kwenye nje uko ovyo ovyo. Don't say anything because I don't like you at all. Sami sijapenda hata kidogo. Anastasia anakuja pale kwenye mjengo unaojengwa. Andrew. Yule mtabili rafiki wa nani? Hello. Wow. Hello. How are you, George? Habari yako, Georgie? Who is this? Wewe nani? Helena? Helena? Where is she now? Yuko wapi sasa? Tell me, are you looking for her too? Niambie ili nimtafute pia na yeye. Anataka kumjua mamake alipo ili amtafute. Helena? Helena! It's a good thing. Ni jambo zuri that you still kwamba bado unanikumbuka hata sauti yangu. What did you call? Kwa nini unipigia simu? For me. Why did you come back? Na kwa nini umerudi hapa? Consider me as nimefikiria karma that you deserve. You know what? Ndio maana nimerudi. Rid of you then. Unajua hukutaki kurudi kabisa katika mji huo. So you couldn't come back. Well, too bad you didn't. Because nimerudi I have returned. Kwa sababu I am back. Nimerudi. Nimerudi. What is rightfully mine. What is kwa sababu ya haki yangu. Is mine. Hiyo sio haki yako, ni haki yangu. Right now. Sikiliza nikwambie. Sasa hivi very important. Ambacho kitu ninachokifanya ni muhimu sana kwako. Brace yourself. This is the beginning of the nakwambia huu ni mwanzo tu. Destruction. Uharibifu utakotokea katika familia yako utakuwa ni uharibifu mbaya sana. Iko vipi? Bwana mimi sifahamu yajayo. I don't like you at all. Nataka tuendelee tuangalie yanayokuja ni yapi. Don't like you. Tuone sasa kitakachotokea ni kitu gani. Helena kampigia simu bwana mkubwa Wong. Amwambia amesharudi yuko nchini. Na amekuja kwa ajili ya mambo muhimu sana na ataendelea kuharibu maisha, ataendelea kuharibu kila kitu katika familia ya bwana Wong. What do you have against? Tuangalie inaitwa The Poor Heiress ikiwa na maana ya urithi wa maskini. Na sauti safi kabisa kwangu mimi mwenyewe inaendelea kunguruma vyema ikiwa inachambua maneno matamu ya lugha ya Kiswahili mwanzo mwisho. Yajayo yana fresh uko tayari kuangalia. Basi naomba twende sambamba na mimi. Stupid girl! Auntie, don't you think we should be preparing for my meeting with Elizabeth? We should prepare very carefully. This is no ordinary